Kwanza sisi tumeonyesha kwenye tamko letu, sisi tumependekeza hivi kwamba watokee watu viongozi wa dini na wastaafu wa serikali, wale waadilifu, watu wa haki za binadamu, waombe pande mbili, serikali na wale wapinzani wake wakutane. Yani tunazungumzia third party, kwamba yafanyike lakini iwe kuna third party, kwamba hiyo ndio nzuri, ndio mtazamo wetu sisi tulionao. Lakini kwenye swala la maridhiano sasa, ile aliyozungumza rais jana, mimi sioni kama kuna dhamira ya kweli ya maridhiano kwa jinsi nilivyosikia ile hotuba, kwa sababu yani rais katika mazungumzo yake yani amepongeza na kusifia sababu zile ambazo zilipelekea yale mambo yalitokea tarehe 29 yafanyike. Yalitokea tarehe 29, watu waliingia kwenye maandamano, ni kwamba wanapinga mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania, ndio wakaingia barabarani. Ndio sababu kubwa maana yake. Na rais amesimama jana anapongeza tume, kwa maana kama anapongeza kwamba ule mfumo wa uchaguzi uliopo Tanzania ni ule. Kwa maana hiyo ni kwamba anatangaza kwamba yani tusitarajie mabadiliko yote katika jambo kama hili. Ukitangaza kwamba hutarajii mabadiliko yote katika mfumo wa uchaguzi, maana yake ni kwamba unatangaza yani kuendelea na mapambano. Kwa sababu hiyo ndio ilipelekea watu 29 wakaingia. Lakini rais kasimama anapongeza kwamba uchaguzi, akiwa anaonyesha kwamba uchaguzi uko vizuri, tume ya uhuru uko vizuri, ambapo hilo ndio tatizo kubwa sasa hivi linalokabili wa Tanzania, mpaka wanagawanyika maana yake kwamba kuna tatizo la mfumo wa uchaguzi. Na kwa bahati nzuri hilo jambo liko dhahiri kabisa. Bahati nzuri mimi mwenyewe nimeshiriki kwenye uchaguzi. Mpaka leo ninapokueleza sasa hivi sijui yani mimi kama nimeshindwa au nimeshinda. Hii tafsiri yake ni kwamba yani ina maana kwamba Chama cha Mapinduzi hakiko tayari kuona kwamba yani wananchi wanaweza kupata viongozi wanaowataka kwa ridhaa yao, na watu wengine pia kuingia kwenye fikra ya namna hii itaiangamiza nchi. Na rais jana nimepongeza, anasema hii ana maana kwamba uchaguzi unaoendelea sasa hivi chini ya tume ya uchaguzi kwamba ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi nasema kwamba sioni kama kulikuwa kuna dhamira ya kweli, kwa sababu dhamira kweli ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo. Yani kwanza ni lazima tukubali kwamba kuna tatizo, then tukae sasa uliangalie tatizo. Ndio ambavyo inapokwenda. Kwa hivyo mimi sioni kama kweli kile alichozungumza cha maridhiano kwamba kina dhamira kweli. Maridhiano ni lazima kwanza muangalie matatizo yakoje, afu mkae pamoja muweze kuangalia ya matatizo na muweze mkatatua. Lakini pia katika ile alichozungumza jana, swala la kuunda tume, haya ndio mambo yanalalamikiwa muda wote, na ndio utamaduni wa serikali yetu sasa. Inasababisha matatizo, alafu yenyewe inajitokeza kama yenyewe ndio inaweza kutatua yale matatizo. Utasemaje kwamba serikali iunde tume ya uchunguzi? Nani tungependa aongoze maridhiano? Sisi tumeeleza mlindani, tumeeleza kwa ujumla kwamba sisi tungependa sana yani third party iwe ni watu itokee ni viongozi wa dini, viongozi wa staff wa serikali ambao tunaamini kwamba ni watu wenye heshima zao na kadhalika, na taasisi za dini, taasisi za haki za binadamu. Sasa mchakato utakuwaje, hilo ni swala lingine, lakini dhana yetu sisi ni hiyo. Na sisi tulikuwa tunafurahia sana kama wangechukuliwa hawa watu wa ndani, ingekuwa ni jambo bora zaidi kuliko ni kuanza kuwafikiria watu wa nje. Yani sisi tungefikiria kwamba tunao hapa nchini, tunao viongozi wa dini wenye heshima, tunao viongozi wa stafu wenye heshima, tunazo taasisi za haki za binadamu, kwamba hizi tuzipe nafasi ziweze kusimama kuleta kuangalia tatizo likoje katika jambo kama hili. Yani ina maana kwamba hizi taasisi au muundo huu ndio utengeneze ajenda ya vikao. Kwa hivyo si mtazamo wetu ni huo, na tumeueleza kwenye tamko letu. La pili, lipi tunaloamini kwamba ni jambo zuri? Sisi tunaamini kwamba ile kauli ya rais ya maridhiano, tunaamini kwamba ni kauli nzuri. Lakini sisi mashaka yetu makubwa, hayo maridhiano yenyewe yanafanyikaje na nani anayefanya? Ambapo serikali kwa mtazamo wake ni kwamba hayo maridhiano wao ndio wayasimamie. Ile dhana ya maridhiano ni kitu kizuri, lakini kwa mchakato upi? Sio mchakato huu wa kwamba serikali wao ndio wasimamie ile maridhiano. Hilo ndio ambalo tunaona kama ni nzuri, lakini tunahitaji kuweka vizuri zaidi. Alafu kuna msamaha aliotoa rais. Katika swala la msamaha, niseme kwamba
sisi kwanza tunasikitika sana kwa sababu rais ametoa rambirambi juu ya watu waliouawa. Rambirambi ni jambo zuri sana, na ile rambirambi ni kwamba inawahusu wale waliofiwa, si ndio? Lakini katika tukio lile lina pande mbili. Tukio lile kuna waliouawa na kuna walioua. Rais ametoa tamko linalohusu wale waliouawa, amewapa rambirambi. Hajatoa tamko linalohusu wale walioua. Rais hajawalani watu waliofanya yale mauaji. Yeye ametoa rambirambi kiasi kwamba hapana statement ya kukemea, ya kulani yale mauaji. Yani hakuna message nzito ya rais ambayo imekwenda kwa wale walifanya mauaji, hakuna. Kwa hivyo kule msamaha ni jambo ambalo nafikiri lipo pale kawaida na bado halijakaa sawa sawa, kwa sababu wale watu wako mahakamani na rais hawezi kutoa kesi mahakamani kwa mujibu wa sheria. Rais anaweza kumsamehe mtu ambaye amefungwa, lakini hawezi kumsamehe mtu ambaye yuko mahakamani. Ni kesi nyingine, maana hata tujui utekelezaji wake unakuwaje katika wale watu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba sisi tumeona haya na msimamo wetu ni huo katika swala hili la maridhiano, swala hili la uchaguzi na mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu. Nitumie fursa hii kuwashukuru sana ndugu zangu wanahabari kwa kuja katika kikao hiki, na naamini kwamba mtatumia fursa zenu kuweza kuhabarisha wa Tanzania juu ya mtazamo wa Shura ya Maimamu katika uchaguzi huu, lakini vile vile mauaji yaliyotokea hapa nchini kwetu Tanzania. Asanteni sana.